nilipofika nikaweka nani ile chumvi kwenye maji. Nikachukua mtandio nikamkanda mtoto huyo. Akalala. Ndio. Imefika ile saa 6 mwili unakuwa wa moto. Unaona hamna kitu. Shangilia kwa Yesu, makofi mazito. Mazito. Imefika saa 7. Hamna kitu. Ndio. Saa 8. Nikasema asante Yesu. Amina. Sasa kilichokuja kutokea kwangu nikaona kama mtu anagonga mlango. Ndio. Siku hiyo. Ndio. Siku za nyuma kwenye kabati la nguo. Usiku tu niliamka nikakuta kuna panya juu. Panya. Nikafanya hivi akatoka akaingia chini ya kabati. Nilipotingisha kabati akatoka mlangoni mahali alipopitia. Yaani kwanza mimi mwenyewe nikashangaa. Kwamba panya kama kiatu lakini anapita sehemu ya kupita sindano. Basi nikachukua kuna kitambaa nikaziba. Ndio. Nilipoona mlango unagongwa nikasema kama ndio wewe panya uliyekuja. Ndio. Leo hunipati na humu ndani. Amina, kwa sababu ana upako ndani yake. Kwa sababu ile chumvi nilimwaga uani kote nikarusha mpaka nje ya geti na vyumbani mote nikaa nimemwaga ile chumvi. Ndio. Baada ya muda nikaona kwa kitandani hivi mtu amesimama amejifunika uso. Ndio. Tukaanza kupambana, yaani ilikuwa sio vita ya kawaida. Wakati hilo jambo hujawahi kuliona. Sijawahi kuliona. Kupambana na mtu alikuwa anakuja. Tukapambana. Baadaye akaa kama ananizidi nguvu. Nikamuuma mkono. Amina. Akapotea. Amina. Baada ya dakika ngapi? Akaja tena kwa mlango akwenda chooni. Akasimama tena. Tukaanza kupambana. Ndio. Tukapambana nikampiga ngwala akaanguka chini. Acha hatari. Wewe. Kana zamani walikuwa wanaona shamba la bibi wanaingia tu na kutoka. Wanafanya wanachokitaka na kutoka. Na siku hiyo wakakutana na upako. Ukamwambia amka. Pambana. Leo hawakulali tena. Baadaye mtu akatokea tena kwenye kabati la nguo amejifunika. Kumbe ndio ilikuwa panya huyo. Tukapambana yani mpaka jasho linanitoka. Baadaye nikaa kama nimemgawanya hivi. Kamgawanyisha. Wewe upako na wewe wagawanyisha adui zako. Sambaratisha adui zako. Wagawanyisha adui zako. Basi akawa amepotea. Nikastuka. Ndio. Jasho linatoka, mwili unauma. Nikasema hivi Mungu, hii ndoto gani ilikuwa nini? Basi nikalala. Asubuhi nilipoamka nikaa yani naumwa mwili wote, siwezi kitu. Sababu ya mapambano. Baadaye nikakumbuka hebu nichukue ile chumvi, nikoroge kwenye maji. Ndio. Ninywe. Nichukua ile chumvi nikakoroga kwenye maji, nikanywa. Baada kama ya lisaa moja. Ndio. Kuanzia yani ile Ijumaa usiku kucha. Ndio. Nililala naendesha yani sio kawaida. Maana yake uchafu wote waliokuwa wameweka ukatolewa. Baadaye nikasema yule dada kanipa chumvi. Sijamuuliza hii madhabahu iko wapi? Mtapataje? Yeye anafundishwa kula samaki. Je, mbona hajanifundisha ziwa liko wapi? Utafikaje? Basi nikakaa, baadaye nikamfuata huyo dada. Hebu naomba unipe namba ya mtumishi yoyote pale kanisani. Akasema sina namba. Nikamwambia sawa, lakini nikamwambia Mungu, leo mpaka usiku lazima nipate namba ya mtumishi wa pale. Unaona moyo wa design hiyo? Wewe na wewe ungekuwa na moyo wa design hiyo, kama nataka mpaka iwe. Na kesho Jumamosi nitaenda kutafuta hiyo madhabahu. Ndio. Mpaka nitafika. Amina. Kweli nilihangaika kufika kwenye saa 1 nikamepata namba ya mtumishi. Amina. Bahati nikapiga, akatokea. Ndio. Nikamwelezea. Ndio. Akanielezea mahali madhabahu ilipo. Basi kesho yake nikachukua hatua, nikaja nikafika. Kweli nikamkuta mtumishi, tukafanya huduma, akaniombea. Sasa nilichoshangaza. Ndio. Nikasema huyu mbona mtoto mdogo? Bwana Tangia watu na zutu wanaonekana watoto wadogo.
kusudi tunaonekana watoto wadogo, lakini katika ulimwengu wa roho ni zina. Amejuaje mambo yangu? Kumbe yajulikana. Mtoto mdogo kajua mambo yake. Yaani kila alichokuwa, yaani hapo akaniambia sikwambia sasa hivi. Ila nakwambia ya nyuma. Miaka 50 zake huko. Yaani kila alichokuwa ananiambia ndio kile kile. Shangilia kwa Yesu. Wewe jicho unalo alafu nalichukulia la kawaida, siwezi nitaijua siku moja. Shauri yako. Nikaendelea tu. Yaani kila anapopita ananiambia ndio vile vile na ndio yale yale niliyokuwa nayaishi. Basi baadaye akanifanyia huduma. Nikaondoka na akaniombea tena na chumvi, nikaenda nyumbani. Sasa wakati kwanza anaomba akatokea jongoo. Yule jongoo nilishawahi kuonyeshwa kwenye ndoto nyumbani kwangu sebuleni. Ndio. Huyo jongoo. Sasa wakati ananiombea jongoo yule kumbe akaa amemuona, ameenda amerudi. Baadaye yule jongoo akaa amekuja. Sasa mimi nikaa najiuliza, huyu jongoo ni nini? Akaniambia huyu ndo alikuwa anakutesa. Akasema huyu jongoo alishawahi kunitokea kwenye ndoto sebuleni kwangu katikati. Sasa nilivyotoka huko akaniambia ukifika hii chumvi mwaga, weka kwenye maji deki. Nilipofika nyumbani nikamwaga ile chumvi mpaka nje ya geti kila mahali. Cha ajabu kila ninapoenda nakutana na jongoo. Akiniona tu anajikunja anakufa. Unaelewa hiyo? Unaelewa wewe? Au huelewi? Kwanza ile jongoo wako, maana ndio alikuwa anakutesa, mtesi wako alikufa. Nani aliyefagia huko? Kuna jongoo alikuwa pale. Ni wewe? Ulimwona? Kakaukia. Basi nikasema yaani kila ninapopita nikizunguka huko ni vijongoo. Sasa ngoja kwanza nikuulize. Wewe ulikuwa unaangalia kwenye TV sana. Ushawahi kuangalia? Ulipokuwa ukiona wenzao wanatoa ushuhuda kama uliokuwa unaotoa wewe, ulikuwa unawachukuliaje? Najua waongo. Lakini leo pako unatutolea ushuhuda. Ile siku ikapita, Jumapili sikwenda kwenye ibada. Ndio. Nawepo nimekaa. Sijafagia uwanja wa nini. Ile imefika tangu saa 7. Mchana. Na mwembe. Ndio. Kwa inaniambia kafagie kwenye mwembe ule majani. Niko nitafagia kesho. Tukapishana na roho. Saa 8 nikachukua chelewa. Nikaanza kufagia, nikafagia, mjukuu wangu anazoa yale majani anaenda kumwaga. Baadaye kwenye banda la kuku nakuja naangalia naona kuna kitu kimechomoza, zile lambo alizozikataza za zamani. Na kitu kama cheusi. Nikasema hiki kitu gani? Ndio. Nikaenda nafanya hivi na chimba. Kishimo. Fungua kile kilambo. Baadaye nikasema ngoja niende nikachukue, nilikuwa nimechukua mafuta. Ndio. Nikaenda nikapaka mikononi, nikachukua mafuta, nikamwagia, nikafungua kile kilambo fundo. Ndani nikakuta kitambaa cheusi. Naona hicho kitu kimefungwa mafundo 7. Kimefungwa mafundo 7. Alafu wakati huo anatoka hapa, nilimwambia kwako pazito. Unakumbuka hiyo kauli? Nakumbuka. Basi nikafungua fundo la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6, la 7. Mle ndani nikakuta kuna unga mweusi, mafumba hayo madawa, mweupe, wa njano. Walishatengeneza. Nikachukua mafuta, nikamwagia, nikaenda kuchoma. Naelewa hivyo. Baadaye nikakaa ikabidi nimpigie simu baba. Akaniambia tunamkesha Jumatano. Nikaambia kwa sababu mimi hapa nyumbani niko mwenyewe, sina mtu wa kumwachia nyumba. Na nina mjukuu, kwenye mkesha sitafika. Ila kwenye ibada nitajitahidi nitafika.
Amen. Jamani, nilioko Gairo, yaani msikose ibada hata moja. Hata kama mvua inanyesha, basi beba nguo kwenye mkoba. Ukifika umeloana, badilisha. Na uelewa huo ushauri. Yaani mimi muda mfupi sana. Ndio. Lakini mjukuu wangu alikuwa hai. Yaani hata umpe nini hai. Akaniambia, baba, chukua chumvi, changanya na mafuta, mpe maji. Yani nilivyompa, yani anakula mpaka kila mtu anayekuja alikuwa anajua hali, anashangaa. Hatari ndo Mungu wa madhabahu hii. Baba, nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Mmemwelewa vizuri? Mungu akubariki sana. Lakini cha maajabu sasa, unaowaona wenyeji wala hata hawana mpango. Yaani ukiangalia walioponyeka hapa ni wengi, ila mauzauza. Unaona kama leo mwaka mpya, ila wala hawana mpango. Lakini wewe ambaye umetokea mbali baada ya kusikia taarifa umekuja kabisa, ila wa hapa tunao. Kisa tu walipewa bahasha ya kutoa shukrani ya mwaka mpya, ndio imewapoteza kabisa kwenye huduma hii. Adui anajua kwamba mtu anapokuja hapa kuna kitu anapokea. Ndio. Kwa sababu mimi mpaka na kitu hapa ndio nilipigia simu bodaboda 5. Wananiambia tunakuja, hawaji. Magari barabarani hamna. Mwisho ndo nikapata bodaboda. Leo kwenyewe nikiwa nakuja huku nimekaa barabarani, hakuna gari. Bodaboda hadi mwingine nimempa hela akajaze mafuta, akatitia. Lakini akaja mwanangu mmoja, mama unaenda wapi? Nikamwambia naenda Gairo kanisani. Akaniambia twende tu na kupeleka bure, ndio nimefika. Amina. Ndio watafunguliwa, watatendewa mambo makubwa. Kwa hiyo sasa, kwa vile Mungu anani, Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Anajua sina hela, sipeleki. Kumbe ni shetani anajua huku watapata vitu vikubwa. Kwa hiyo nashukuru sana hii madhabahu, nitajitahidi napoweza, nitakuwa nafika. Amina. Kubwa sana. Hongera sana. Amina, karibu sana. Tumesikia